kuishi. Kwa hiyo usimtazame mtu ukamdharau, kwa sababu ndani yake kuna Mungu, na mahali Mungu yupo kuna uweza, kuna kila kitu. Haleluya. Haleluya. Aina ya udongo ndio inaruhusu aina ya mbegu kustawi. Ndio inaruhusu aina ya mbegu kustawi. Mwanzo nimesema mkulima akipanda mbegu anahitaji kuona mafanikio, na akipata hasara sio mapenzi yake. Sio kwamba alipanda ili apate hasara, hapana. Sio mapenzi yake. Na aina ya udongo ndio inayoruhusu aina ya mbegu kustawi mahali. Huwezi kustawi nje ya mahali Mungu amekuweka. Haleluya. Mbegu upandwa kwenye udongo kulingana na aina ya rutuba iliyoko kwenye udongo na aina ya mbegu. Sijui watu wananielewa namna gani? Nini maana yake? Mahali ambapo Mungu anamweka mtu ndio mahali sahihi ambayo anaweza kustawi. Ni sawa na mahali ambapo mkulima anapanda mbegu kwa kuangalia aina ya udongo kulingana na mbegu. Kwa hiyo wewe umewekwa sehemu fulani na Mungu kwa sababu Mungu ameona hapa ndio mahali unaweza kustawi. Kitendo cha kutolewa kwa sababu ya watu au kutolewa kwa sababu ya vitu, ukitoka pale Mungu amekupanda ukaenda kuingia kwenye bustani nyingine ambayo ule udongo aina yake ya rutuba haiendani na wewe, hauwezi kustawi, utaendelea kuangamia. Haleluya. Kama mkulima anavyopenda kupanda mbegu yake kwenye udongo mzuri, na Mungu anapenda kuwaweka watu wake mahali pazuri. Mungu amekuweka mahali pazuri au kwenye udongo mzuri, na adui na yeye anataka kukaa mahali pazuri au kwenye udongo mzuri. Mbegu inastawi kwenye udongo mzuri na hustawi kwenye udongo mzuri. Mkulima apandapo mbegu, kuna wakati atarejea shambani ili kung'oa magugu. Mungu akikuweka mahali, kuna wakati atakurejea ili kuondoa magugu yanayokusonga. Mbegu inapostahimili magugu, inapoendelea kuwa na subira, kuna siku ambaye mkulima atarejea na kuondoa magugu ili mbegu ianze kuchanua na kustawi. Haijalishi unapitia kwenye hali ngumu namna gani, haijalishi Mungu amekuweka sehemu gani, unapitia majaribu namna gani, endelea kuvumilia ukijua ya kwamba Mungu atarejea muda sio mrefu ili kuyaondoa na kusawazisha mambo yaliyokuwa magumu mbele yako. Hakuna mkulima anayepanda shamba akaacha moja kwa moja. Ni lazima kuna siku, haijalishi atachelewa, lakini lazima atarejea shamba lake na kulisafisha. Mungu akikuweka mahali hawezi kukuacha kabisa. Haijalishi utamuomba sana, haijalishi atachelewa kukujibu, lakini lazima atarejea na kuachilia majibu, kwa sababu hataki uangamie, anataka ufanikiwe. Ndio maana nasema mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo mema, kuwapa ninyi tumaini. Nanyi mtaniita, mtaniona, mtaomba, chochote mnachotaka atatupa. Kwa sababu gani? Hakuna mpango wa Mungu wa watu kuangamia. Mpango wa Mungu ni mmoja, ya kwamba kila mtu afanikiwe. Haijalishi utafanikiwa kesho au kesho kutwa. Leo huyu amefanikiwa, ni wakati wa Bwana yeye afanikiwe. Kesho mwenzako, lakini kuna siku inakuja usipozimia moyo, ukiendelea kusonga mbele, ya kwamba majaribu yameinuka, lakini nitaendelea kusonga mbele. Magugu yananisonga, lakini Bwana shamba atarejea
Usikubali kukata tamaa. Kukata tamaa ni moja kati ya mafanikio makubwa ya adui kwenye maisha yako. Moja kati ya kitu kinampa furaha shetani ni kuona watu wamekata tamaa. Haleluya. Haleluya. Mahali Mungu amewaweka watu wake, jicho lake liko hapo likiwatazama watu wake. Ukiondoka hapo umewekwa na Mungu, umeondoka sehemu ambayo jicho la Mungu liko kwa ajili yako. Haleluya. Mwangalie kwa sababu mwambie usikubali kutoka. Mwambie usikubali kutoka. Ng'ang'ana hapo hapo. Hata Mungu atakapokuja. Mwambie magugu yajapokusonga, hata yakiinuka namna gani, usitoke ikiwa sio mpango wa Mungu. Hivi tunaelewana? Tunaelewana kwa Mungu? Haijalishi ni kwenye ndoa, hata kama wakiinuka namna gani, waambie inukieni sana maana hapa sipoki. Hivi tunaelewana? Waambie mpaka kieleweke. Huyo Mungu ambaye amenitendea nikapata hii ndoa, hapa hatoki mtu mpaka kieleweke. Haleluya. Usikubali kutoka. Mahali popote ni mpango wa Mungu. Wakati unamuomba Mungu, nipe kitu fulani, nipe, Mungu amekupa. Alafu adui anakuja analeta majaribu na kutoa kiasi, usikubali kutoka. Maana ulimuomba Mungu. Usikubali kutoka. Usikubali kufanya. Na majaribu yatakuwa mengi sana. Sana, kwa sababu mahali kuna mpango wa Mungu ndio mahali kuna majaribu. Shetani hapambani mahali ambapo hakuna mpango wa Mungu, bali anapambana mahali penye mpango wa Mungu. Hebu andika sababu ya kushughulikia roho za asili na roho zinazodhoofisha maisha ya kiroho. Ukiwa na shoti hii unaweza ukafanya ni mada nyingine, kwa sababu umepita tumeshaanza na mada. Sababu ya kushughulikia roho za asili na roho zinazodhoofisha maisha ya kiroho. Hizi roho ndio silaha ya adui ili kuondoa watu kwenye mapenzi ya Mungu. Tunashughulikia roho za asili na hizi roho zinazodhoofisha maisha ya kiroho, kwa sababu ndio silaha ya adui ili kuondoa watu kwenye mapenzi ya Mungu. Adui ili ashughulike na maisha ya mtu anatafuta uhalali, na moja kati ya uhalali adui alionayo juu ya maisha ya watu ni roho za asili. Ni asili ya huko kwenu, asili ya nyumbani kwenu. Moja kati ya mahali ambapo adui ana uhalali kwa watu ni ya kutoka kwenye asili ya kwao. Kwa sababu kuna uovu ulitendwa na baba zetu, ulitendwa na wazee wa ukoo wetu, na hakuna aliyesimama kushughulikia uovu. Adui aliwatumia viongozi wa ukoo na viongozi wa familia wakaiabudu miungu bila kujua wanamuondoa Mungu katikati yao. Adui aliwashughulikia kwa sababu wakati ule walikuwa hawana ufahamu wa kutosha kuhusu Mungu. Sasa adui alishughulika na viongozi kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho, kiongozi ni mtu wa heshima kuliko hata heshima ya kiongozi wa jeshi au mkuu wa jeshi. Jeshini viongozi wana heshima sana, lakini mbinguni au kwenye ulimwengu wa roho kiongozi ana heshima. Kiongozi ni kama Mungu wa sehemu. Maana yake mahali popote kiongozi akiharibu kwenye hilo kundi,
heshima sana kwenye ulimwengu wa roho. Sio mtu wa kumdharau. Ndio maana watu wakiwasema watumishi wa Mungu vibaya ni vibaya sana, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho moja kati ya kitu kinaheshimika sana ni uongozi, kwa sababu kiongozi wa kwanza ni Mungu na viongozi wengine wote ni mbadala wa Mungu. Nikiwa nimesimama hapa kama kiongozi, ninamwakilisha Mungu. Maana kitendo cha kumdharau kiongozi ambaye anamwakilisha Mungu, ambaye yuko mahali, Mungu anamheshimu kiongozi yeyote aliyoko mahali. Na kila kitu kwenye ulimwengu wa roho kinaheshimu uongozi wowote ulioko mahali. Ndio maana katika ulimwengu wa roho kuna viwango vya uongozi, na ili ushinde ulimwengu wa roho ni lazima upate nguvu ya kuweza kuwa na mamlaka zaidi ya kiongozi mwenye mamlaka kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Kwa hiyo adui alipowatumia watu kufanya maovu, kufanya uharibifu, wakasababisha Mungu aondoke katikati ya familia zetu. Na mahali popote uovu umetendeka, Mungu hana cha kufanya. Nisikilize. Kiongozi akiharibu mahali, Mungu anaondoka, na ili Mungu arudi ni lazima atamuinua mtu mwingine au kiongozi mpya ili atengeneze mahali palipoharibika, asababishe uovu uliotendeka kuondoka ili Mungu arejee. Sijui watu wananielewa namna gani? Tusome kitabu cha Nehemia mlango wa kwanza mstari wa 8. Nehemia mlango wa kwanza mstari wa 8. Mungu hawezi kufanya chochote mahali uovu umetendeka. Ni mpaka mtu atokee atakayesimama kuomba ili Mungu aachilie rehema na kuondoa uovu uliotendeka. Kuna mabaya ambayo yalifanyika huko nyuma kwenye maisha yetu, lakini hakuna mtu ambaye aliweza kusimama ili Mungu amtumie kutengeneza. Soma Nehemia, aliyepata asome Nehemia mlango wa kwanza mstari wa 8 na wa 9. Naomba usimame. Anasema kumbuka neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa. Lakini mkinirudia na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo ndio na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua ili kuliweka jina langu hapa. Basi watu hao ni watumishi wako na watu wako. Haleluya. Tunaishi hapo. Anasema kama watu wakimrudia, maanake baada ya uovu kufanyika walitengana na Mungu. Mahali popote mabaya yakishafanyika, Mungu anaondoka. Uwepo wa Mungu unafarakana na watu. Sasa ili Mungu arejee mahali,
ni lazima uovu uondolewe, na ili uovu uondolewe ni lazima apatikane mtu atakayesimama ili Mungu atengeneze mahali palipoharibika. Mungu hakuweza kuhangaika na ulimwengu uovu ulipotawala, mabaya yalipotawala duniani. Mungu alinyamaza kimya kama haoni. Kwenye teolojia wanasema kuna miaka 400 ambaye Mungu alikaa kimya mpaka alipomleta Yesu Kristo aje afanyike mwanadamu. Alafu baada ya kuwa mwanadamu, yeye asimame ili kuondoa uovu uliotendeka. Manake mabaya yanapotendeka mahali, haijalishi ni kwenye familia, ni kwenye ukoo, haijalishi ni sehemu, mabaya yanapotendeka, ili Mungu arejee, ni lazima apatikane mtu atakayesimama na kuanza kumlilia Mungu ili Mungu aondoe uharibifu uliotendeka. Na mtu anayetakiwa kusimama ni mhusika katikati ya wale watu ambao ubaya umetendeka kwao. Hiyo ndio sababu Mungu ilimlazimu Yesu awe mwanadamu kwanza, aishi duniani kwanza, apate uhalali kama mwanadamu. Baada ya kuwa kama mwanadamu, ndipo anakuja kufanyika mkombozi wa ulimwengu. Hivi tunaelewana? Hakuna mtu atasimama kuomba mpaka familia yenu ifunguliwe, isipokuwa lazima wewe kwenye familia yenu simama, Mungu akutumie afungue familia yenu. Tusikudanganye na wewe kakae tu tutakuombea, hakuna. Ili Mungu aachilie ukombozi, anamtafuta mtu ambaye atasimama ili Mungu amtumie yeye kuondoa uharibifu uliotendeka na yeye kurejea katika familia.